Karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili, ikiwa leo ni Jumatatu Februari 16. Mimi ni Halima Nyanza. Na katika Amka na BBC asubuhi, mashambulizi ya anga ya Israel yasababisha vifo vya watu 11 ukanda wa Gaza. Mkutano wa viongozi wa Afrika wamalizika huku ahadi kadhaa ikiwemo utatuzi wa migogoro na ushirikiano wa kiuchumi zikinadiwa. Mkutano huu ulikuwa ni muhimu na umejadili mambo ya msingi: umoja wa Afrika, wakajadili swala la kujitegemea kifedha. Swala la tatu ni swala la kusukuma ajenda za kidunia, hususan swala la upatikanaji wa maji na usafi wa mazingira. Na utasikia pia jinsi tasnia ya ulimbwende inavyotoa ajira kwa vijana. Kwa hapa tulipofika, mwitikio umekuwa mkubwa kidogo tofauti na tulivyoanza, kwa sababu tayari tumeanza kuonyesha jamii kwamba modeling sio sehemu ya burudani wala sio tasnia ya uhuni. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi. Karibu Sarafina. Asante sana Halima. Waziri Mkuu wa Israel ametaka kuondolewa kwa madini yote ya urani yaliyorutubishwa kutoka nchini Iran kama sehemu ya makubaliano yoyote kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran. Benjamin Netanyahu alikuwa akizungumza wakati ambapo waziri wa mambo ya nje wa Iran akisafiri kuelekea Uswizi kwa ajili ya duru ya karibuni ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Marekani. Majadiliano hayo ya kesho Jumanne yatahusisha mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mkwe wa Rais Trump Jared Kushner. Hapo awali, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran alisema serikali yake iko tayari kuafikiana iwapo vikwazo vitaondolewa, lakini haitazungumzia mpango wake wa makombora ya masafa marefu ambayo ni ajenda nyingine muhimu ya Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amewataka tena Hamas kuweka chini silaha saa chache baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kuripotiwa kuua watu 11 kote Gaza. Israel ilisema ilianzisha mashambulizi hayo kujibu kiukaji wa usitishaji mapigano uliofanywa na Hamas. Kundi hilo vilevile linaituhumu Israel kwa kukiuka makubaliano hayo na kuua takriban watu 600 tangu kuanza kwa mapatano hayo. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, Rais Trump alisema Hamas ilihitaji kuweka chini silaha zake mara moja. Alisema nchi wanachama wa bodi yake ya amani ziliahidi dola za Marekani bilioni 5 kufadhili ujenzi wa Gaza. Bado hakuna udhibitisho wa swala hili kutoka nchi zingine. Polisi nchini Nigeria wanasema wamewakamata washukiwa 4 wa utekaji nyara wa watoto 9 katika kanisa moja katikati mwa jimbo la Benue wiki moja iliyopita. Zaidi na Samba Tenzi. Watoto hao waliachiwa juzi Jumamosi jioni, lakini haijafahamika iwapo waliachiwa na watekaji wao au waliachiwa wakati wa operation ya polisi. Baadhi ya ripoti zinasema waliokolewa na maafisa wa usalama wa eneo hilo, vikiwemo vikundi vya walinzi. Watoto hao walikamatwa na watu waliojihami wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa moja la Kikatoliki. Na ripoti kutoka Lebanon zinasema shambulio la Israel mashariki mwa nchi hiyo jirani na mpaka wa Syria limewaua watu 4. Shirika la habari la serikali limesema ndege isiyo na rubani ya Israel ilenga gari katika eneo la mpakani jirani na mji wa Majdal Anjar. Katika taarifa, jeshi la Israel limesema limefanya shambulio la anga katika eneo hilo dhidi ya kile inachosema ni wanachama wa kundi la Palestina wenye itikadi kali za Kiislamu la Islamic Jihad. Kundi la Islamic Jihad lina shughuli nyingi nchini Lebanon na Syria. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 Stereo jijini Dar es Salaam na Radio Free Africa ya Mwanza. Nchini Kenya utatupata pia kupitia Mwanedu FM na Nyota FM. Uganda Voice of Karamoja na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika pia kupitia Lizadil Radio na Radio Muungano Beni. Naam, leo hii uko na Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, Rais wa Marekani Donald Trump amesisitiza wito wake wa kupokonywa silaha kwa wapiganaji wa Hamas saa chache baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kuripoti kuua watu 11 ukanda wa Gaza. Israel imesema imefanya mashambulizi hayo kujibu ukiukwaji wa usitishaji mapigano unaofanywa na Hamas, huku Hamas nayo ikishutumu Israel kwa ukiukaji wa makubaliano hayo na kuua takriban watu 600 tangu kuanza kwa makubaliano hayo. Zaidi na Sarafina Robi. Kulingana na maafisa wa ulinzi na wa afya wa Palestina, watu 11 wameuawa katika mashambulizi ya Israel huko Gaza siku ya Jumapili.
Shirika la Red Crescent la Palestina limesema shambulio dhidi ya kambi kaskazini mwa Gaza liliua takriban watu 6, huku mashambulio mengine kusini mwa ukanda huo yakiua watu 5. Vikosi vya ulinzi vya Israel vimesema vilishambulia maeneo ya ugaidi kujibu kiukaji wa kusitisha mapigano na Hamas, na kwamba wanamgambo waliuawa baada ya kuibuka kutoka kwenye handaki na kuingia katika eneo la ukanda huo unaodhibitiwa na jeshi la Israel. Israel na Hamas wanashutumiana kwa ukiukaji wa karibu kila siku wa makubaliano ya kusitisha mapigano tangu kuanza kutekelezwa tarehe 10 mwezi Oktoba. Kitengo cha ulinzi cha raia wa Gaza kimesema kwamba watu 11 wameuawa katika mashambulio hayo, huku wafanyakazi wa hospitali ya Al-Shifa wakisema mtu wa 12 aliuawa katika makabiliano ya risasi tofauti na mashambulizi ya angani. Wizara ya afya ya Gaza inayosimamiwa na Hamas imesema takriban watu 600 wameuawa tangu usitishaji mapigano uanze kutekelezwa. Vilevile takriban watu 32 wameuawa katika wimbi la mashambulizi ya anga ya Israel katika Gaza mapema mwezi huu. Mashambulizi ya vipunde yametokea huku maandalizi yakiendelea kwa ajili ya utekelezaji wa awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani. Mwezi uliopita, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza bodi mpya ya amani ambayo ina mamlaka kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuanzisha kikosi cha kimataifa chenye jukumu la kulinda maeneo ya mpakani huko Gaza na kusimamia upokonyaji silaha wa Hamas. Bodi hiyo ambayo inatazamiwa kuwa na mkutano wake wa kwanza mjini Washington tarehe 19 mwezi huu wa Februari, pia itasimamia uundwaji wa serikali mpya ya kiteknolojia ya Palestina huko Gaza na ujenzi mpya baada ya vita. Sarafina Robi. Viongozi wa Afrika jana wamekamilisha mkutano wa 39 wa Umoja wa Afrika uliofanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia, kwa ajenda kadhaa za mwaka 2026. Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anachukua nafasi ya wenyekiti na kuahidi masuala kadhaa ya kimaendeleo juu ya mazingira, utatuzi wa migogoro, ushirikiano wa kiuchumi na mabadiliko katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Zaidi na Albert Kirui wa BBC. Mkutano wa 39 wa Umoja wa Afrika umekamilika jijini Addis Ababa, huku viongozi wakitoa wito wa amani, haki katika mipango ya kugharamia athari ya mabadiliko ya tabia nchi na mageuzi ya kitaasisi katika Umoja wa Afrika. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihimiza ufadhili wa kimataifa kwa vikosi vya kulinda amani nchini Somalia, akionya kwamba bila uungwaji mkono endelevu wa juhudi hizo zinazoongozwa na Umoja wa Afrika huenda zikafeli. Guterres pia alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja nchini Sudan, kuheshimiwa kwa makubaliano za amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kushinikiza mataifa tajiri kuongeza ufadhili katika mipango ya kugharamia athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Nchini Sudani Kusini, kamati ya ngazi ya juu ya Umoja wa Afrika AU inatoa fursa muhimu ya kufufua mazungumzo ya kisiasa na kuzuia mzozo mpya. Nchini DRC, ahadi lazima ziheshimiwe, tukianza na usitishaji mapigano mara moja na kuzingatia uadilifu na uhuru wa mipaka. Mwishoni mwa mkutano huo, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye alishika rasmi wenyekiti wa zamu wa Umoja wa Afrika kwa mwaka 2026 na kuahidi kuweka kipaumbele upatikanaji endelevu wa maji safi na usafi wa mazingira chini ya ajenda ya Umoja wa Afrika wa 2063. Mwenyekiti wa kamisheni ya AU Mahmoud Ali Yusuf alisema mageuzi ndani ya shirika hilo tayari yanaendelea. Viongozi pia walirudia madai yao ya muda mrefu ya uwakilishi wa kudumu wa Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Na utasikia zaidi taarifa hii Albert Kirui kuhusiana na mkutano wa Umoja wa Afrika baadaye kidogo katika Gumzo. Wakazi katika eneo la Bogu katika jimbo la Niger nchini Nigeria wamezikimbia nyumba zao baada ya magenge ya watu wenye silaha kushambulia kijiji cha Tunga Makeri mwishoni mwa wiki hii. Nastia Mohamed anaarifu zaidi. Mkuu wa shirika la usimamizi wa dharura Musa Saidu aliambia BBC hapo jana kwamba waliotekeleza shambulio hilo walifanya hivyo mapema siku ya Jumamosi na kulazimisha watu wengi kukimbilia kwenye misitu na jamii za karibu. Alisema nyumba kadhaa zilichomwa moto. Kufikia Jumamosi, maafisa walithibitisha vifo vya watu 29. Aliambia BBC kwamba bado hawajapokea taarifa kuhusu mili. Aliongeza kuwa watu kadhaa walitekwa nyara ila bado idadi yao haijulikani, huku wakazi wengi wakitoroka baada ya mashambulizi hayo. Bwana Saidu alisema kuwa
hofu bado ni kubwa katika eneo hilo, akisema kwamba watu wanaogopa kwani hawajui ni jamii gani ambayo itavamiwa. Mamlaka imechukua hatua za dharura zikiwemo marufuku ya mikutano ya usiku. Hatua hiyo pia inawalenga wale ambao wanafanya kazi ya bodaboda. Msemaji wa polisi Wasiu Abidun alithibitisha shambulio hilo katika eneo hilo, akisema watu 6 waliuawa katika tukio moja na idadi ya watu waliotekwa haijathibitishwa bado. Aliongeza kuwa wapiganaji walivamia vijiji vya jirani vya Konkosa na Pisa ambapo takriban watu 20 waliuawa. Polisi wanasema timu ya usalama zimetumwa na juhudi za uokoaji zinaendelea. Ni Nastia Mohamed. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia simu yako ya kiganjani, na pia unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa bbcswahili.com. Huko kuna taarifa mbalimbali zikiambatana na picha. Utakuta pia taarifa kuhusiana na wanajeshi wa Marekani wanajiandaa kwa operation ya wiki moja dhidi ya Iran. Pia utapata taarifa kuhusiana na Antonio Guterres anashutumu kutengwa kwa Afrika katika Baraza la Usalama duniani, taarifa ambayo pia utaisikia baadaye katika gumzo. Tutazungumzia kuhusiana na masuala mbalimbali kuhusiana na mkutano uliofanyika wa Umoja wa Afrika. Lakini sasa ni michezo na Florence Kaijage. Asante sana Halima Nyanza, na tuanze na mashindano ya ngazi ya klabu barani Afrika ambayo ni ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho ambayo mwishoni mwa juma yamekamilisha hatua ya makundi na